Hi, this time is your teacher. I'm Teacher Othman. Alright, tupo katika mwendelezo wa topic ya verb to be. Alright, but today this one is in the future tense. The previous lesson was past tense. Wakati uliopita tulijifunza jinsi ya kusema nilikuwepo, alikuwepo, passive form and negative form, mfumo wa maelezo. Pia tulijifunza negative form, right, mfumo wa kukataa kwamba sikuwepo na maswali yake ya kuwepo. Today's lesson tunakwenda kujifunza jinsi ya kusema nitakuwepo. So kama unataka kujua jinsi ya kusema nitakuwepo, atakuwepo, nitakuwepo kwenye kikao, nitakuwepo pamoja, nitakuwepo nyumbani, nitakuwepo kazini, this one is passive form, mfumo wa maelezo. Tutakuja kuangalia negative form, mfumo wa kukataa, jinsi ya kusema sitakuwepo. Statement form, mfumo wa maelezo, jinsi ya kusema nitakuwepo, atakuwepo, kitakuwepo, tutakuwepo, right? And this one is how to be the question, jinsi ya kuuliza maswali. Je, utakuwepo? Je, kitakuwepo? Je, watakuwepo? Alright, so kama unataka kusema nitakuwepo kazini, nitakuwepo nyumbani, nitakuwepo pamoja nao, you use this way. We start with the personal pronouns or noun. Tunaanza na kiwakilishi nafsi or noun au jina. Kwa unaweza kuanza na jina au moja ya hivi viwakilishi. Nafikiri vinafahamika maana yake. Alright, so I and we use with the word shall. You, the Asian 80, we use with the word will, right? Then we add be. After adding be, ili kamilike jinsi ya kusema nitakuwepo, kitakuwepo, we take a place. Tunaweka pale mbele same. So we say I shall be, we shall be, you will be, they will be, he will be, she will be, it will be. Huu ni mfumo jinsi ya kusema nitakuwepo. Ili ikamilike jinsi ya kusema nitakuwepo, hakikisha mbele umeweka place, maeneo, right? Katika miji, mikoa, mataifa, you start with the word in. Kanuni ya kutaja maeneo, utaanza na neno in. Miji, mikoa, mataifa au ndani, utaanza na neno in. But the places, all the places, maeneo yote, utaanza na neno at. You start with the word at, right? I shall be in Dodoma. We shall be in Uganda. They will be at home. At maeneo, right? They will be at home. She will be at work. They will be at home. So hivyo ndivyo jinsi ya kusema nitakuwepo, kitakuwepo, watakuwepo. I and we use with the word shall. You, the Asian 80, we use with the word will. Then be, after word be, we put a place, right? Eka pale sehemu, lakini miji, mikoa, mataifa, we start with the word in. Maeneo yote, we start with the word at, right? So tuna contraction. Contraction ni native speaker, huwa ni njia ambayo native speaker huwa wanatumia sana. Kwa kama utatumia contraction, as always say, you'll be good speaker and more fluent. Na kama kwanza ukizielewa contraction, utakuwa mzuri katika kusikia, right? Utakuwa mzuri katika kusikia kinachoongelewa, unafahamu. Maana native huwa wanatumia contractions much, right? Na kama utatumia contractions, sasa utakuwa unazungumza like a native, you speak naturally English. Contractions zenyewe zinafanyika kwa kuondoshwa these words. Nafupishwa maneno kwa kuondosha these words. These words are removed. These words are removed. And then we put a apostrophe here. Put a apostrophe here. So the sound ambayo inapatikana baada ya ku remove these words is Kwa sound yote ni moja. Kwa will, you, they, he, she, it. We don't say it'll, but we say ill. So I'll be, will be, you'll be, they'll be, he'll be, she'll be, it'll be. I'll be at home, nitakuwa nyumbani. They'll be at home, they'll be at the meeting, watakuwa kwenye kikao. Sio hivyo ndivyo jinsi ya kusema nitakuwepo katika hali ya kawaida na katika hali ya contraction. Ukitumia contraction, you sounded naturally like a native speaker. So this one is how to be the question, jinsi ya kutengeneza maswali, jinsi ya kuuliza swali. Je, atakuwepo kazini? Je, atakuwepo na wewe? Je, kitakuwa juu ya meza? Hivi kitakuwepo ndani? Kama utakujua jinsi ya kusema je kitakuwepo, hivi kitakuwepo ndani, use this way. Right, we start with the word shall or will. I and we start with the word shall. You, the Asian 8, we start with the word will. Then be. After word be, we put a place. Hii ni kanuni jinsi ya kusema kuwepo, tunaweka pale mbele place. Shall I, shall we, will you, will they, will he, will she, will it be? Shall I be, will you be?
Will they be, she be, will it be, right? Place. Katika miji, mikoa, mataifa au ndani, we start with the word in. Maeneo yote, we start with the word at school, at home, at hospital, at work, right? Shall I be at home? Je, nitakuwepo nyumbani? Will you be with your friends? Utakuwa pamoja na rafiki zako? Will they be at home? Je, watakuwepo nyumbani? Will your bag be right there on the table? Je, begi lako litakuwa pale pale juu ya meza? So hivyo ndivyo jinsi ya kuuliza maswali, ya kutengeneza maelezo, jinsi ya kusema itakuwepo na jinsi ya kuuliza maswali. Maswali tunaulizwa kwa kuanza na word shall or will, then I and we start with the word shall, you the she, and it we start with the word will, then be. Shall I be, will you be, will they be, will she be, will it be. Lakini hakikisha kanuni ili kamilike kwamba kuwepo, itakuwepo, kisha mbele umeweka place. Lakini kanuni in miji, mikoa, mataifa, at maeneo yote, you start with that at, right? Hakikisha umefuata kanuni. Ukienda vinginevyo utakuwa unakosea, pengine utakuwa unatengeneza Kiingereza kisichokuwa sahihi. So now let's look at examples. Number 1. I think Tom will be at his home. Nafikiri Tom atakuwepo nyumbani kwake. The question. Will he be at his home? Je, atakuwepo nyumbani kwake? Yes, here. Ndio atakuwepo nyumbani kwake. No, he will not. Hapana, hatakuwa nyumbani kwake. The responses in English are always in short. Majibu kwa Kiingereza siku zote huwa yanakuwa kwa ufupi. Kama swali litaulizwa, will Asha be with her family? Je, Asha atakuwa pamoja na familia yake? Will you be with your family? Je, utakuwa pamoja na familia yako? Will it be right there on the table? Je, kitakuwepo pale pale juu ya meza? Majibu yanakuwa kama utaulizwa, will you be at home? Yes, ndio nitakuwepo. Will they be with their friends? Yes, there. Yes, she'll. Yes, here. Right? Will it be on the table? Yes, here. So kama tunakataa, tutaanza na no. No, I shall not. We are not here. No, I shall not. Will you be with your family? No, I shall not. Hapana, sitokuwepo. Will they be with their family? No, they will not. Will it be right there on the table? Je, itakuwa pale pale juu ya meza? No, it will not. Hapana, hakitakuwa pale pale juu ya meza. So kama majibu yako hayahitaji maelezo, tunajibu kwa ufupi na mfumo wake ni kama hivyo. Right? So now let's look at more examples. Will he be at his home? Je, atakuwepo nyumbani kwake? Just here. Ndio atakuwepo nyumbani kwake? No, he will not. Hapana, hatakuwa nyumbani kwake. Number 2. The teachers will be in their classes. Walimu watakuwepo madarasani mwao. The question, will they be in the class? Je, watakuwepo darasani? Yes, there. Ndio watakuwepo darasani. No, they will not. Hapana, watakuwepo darasani. Number 3. I'll be here alone. Nitakuwepo hapa peke yangu. I'll be here alone. Nitakuwepo hapa peke yangu. Alone, peke yangu. I'll be here alone. Nitakuwepo hapa peke, right? Peke yangu. Will you be alone? Je, utakuwepo peke yako? Yes. Ndio, nitakuwepo peke yangu. No, I shall not. Hapana, sitakuwepo peke yangu. That's how we say. This is how we write. And this is how we speak. So practice. You know how to speak and write. Practice zipo za aina 3. The first one is writing down your sentence. Write enough sentence. The second type of practicing is speaking by yourself. Thing in English, don't translate in Swahili. If you're learning, just compose thing in English. Usitafsiri kwa Kiswahili. Natumia Kiswahili because I want to let you know what I direct you, right? Taka ujue nini na uchokuelekeza. That's why I use most Swahili, but when you make it practice most English, right? And the third type of practicing is finding people to speak to in personal through mobile phone. Na kutumia simu, that's the right way to make it practice. So if you cover all these type of practicing, you'll be good speaker and more fluent. So that's for today. The next lesson will be negative form, mfumo wa kukataa, jinsi ya kusema sitokuwepo, hatokuwepo, hakitakuwepo. Sitokuwepo kazini, sitakuwepo nyumbani, sitokuwepo na familia yangu. Don't miss that lesson. Thanks a lot for being with me.